Mimi siwezi nikasema mimi ni tatizo au watu nilokuwa nakutana nao ni tatizo. Wanasema sijui nimesahau hiyo kauli, lakini niwaambie tu ndoa sio mbaya. Na wasikurupuke pia. Ndoa sio mbaya, lakini pia wasikurupuke. Kila kitu kinakuja kwa wakati sahihi. Mtu sahihi anakuja kwa wakati sahihi. Hiyo yani hivyo tu, wasikurupuke. Una imani mlikurupuka kwa sababu ulikuwa umetoka kwenye ndoa hujakaa sana ukafunga ndoa? Tuongelee vitu vingine jamani. Kwanza kabisa kuhusu mkataba wa kwanza. Press ya kwanza nafikiri tulikuwa na uko kama ulivyosema aliyekuwa mume wangu. Lakini Ana alinitafuta before, kabla mimi sijakutana na aliyekuwa mume wangu. Kwa hiyo akanitafuta, tukakubaliana kufanya kazi, bahati nzuri ikatokea, la kutokea, mambo yakaunganika, kwa hiyo tukaendelea na kazi humo moja kwa moja. Na kuhusu faida ambazo nimezipata mpaka nataka kuendelea kufanya kazi na Ana, ziko nyingi ambazo siwezi kuzisema mbele za watu. Kuna vitu vingi tunafanya vya maendeleo ambavyo hatuwezi kuvionyesha kwenye cameras, labda tunasubiri muda sahihi ufike. Kwa faida ziko nyingi na ndio maana nimekuwa willing kuendelea kufanya kazi na Ana Collection. Okay, sawa. Na natamani pia Zailisa kudhibitisha hili ambalo pia tumeiona kwenye mitandao. Ni kwa asilimia ngapi labda pengine Ana Collection ulikuwa unakufurahisha? Maana stories ni kwamba ulikuwa mara nyingi ununuliwi nguo. Kwa hiyo Ana Collection alikuwa anakufurahisha. Ni kwa asilimia 100, mimi ni balozi. Ukiacha tu Ana kunivalisha pia ananilipa. Yaani ukiacha tu kuvaa pia ananilipa kuvaa nguo zake. Kwa hiyo hawezi akanilipa nivae nguo zake afu mimi nitoke nilipie hela ili ninunue nguo zake. Hicho kitu hakiwezekani. Kwa hiyo kila ninachokivaa kutoka Ana Collection ni jukumu la Ana Collection na wanafanya nikiwa kama balozi, na ukiacha kuvaa tu pia wananilipa. Kama alivyosema Mama Talik, atapendeza na ataingiza pesa pia. Na ndio hivyo ilivyokuwa kwangu mimi. Nilikuwa nalipwa na navaa na nitaendelea kuvaa na kulipwa. Ili nilichotamani unijibu Zai pamoja na Ana. Kwanza Ana, hongera sana, mimi nakufahamu muda mrefu, tuko na ile unapambana mwanzo mpaka leo umekuwa. Septemba 3 mwaka 2024 Zailisa ukiwa na alikuwa mume wako kama ulivyosema, mlikuja kwenye press ukatuambia kuhusiana na uzinduzi wa usiku wa fashion, ambapo hii nakumbuka ilikuwa ni FA Fashion Night ya pili kama sijakosea. Na kuna vitu vingi mlizungumza na mambo mengi yanaendelea pale. Je, ile ilikuwa ni collab kati yako wewe na mume wako? Sasa zile fashion zitaendelea tatu na yeye itakuwaje sasa hapo katikati, kwa sababu inaonekana kama makubaliano au mikataba na yeye tayari amesha chip in. Hiyo imekabidhi kwa upande wako, tutasikia na Ana yeye anasema. Yeye akuchip in kwenye mikataba yangu, alikuwa ananisaidia na kunisimamia kama mke wake. Lakini kuhusu mikataba naona na sign hapa mwenyewe mimi kama mimi. Kwa hiyo ni kazi yangu, alikuwa ananisupport. Si kwamba na yeye alikuwa kwenye mkataba labda na yeye ni modo au mfanyakazi wa Ana Collection, hapana. Kwa kuhusu hizo kazi zitaendaje nafikiri Ana anaweza akalijibu. Okay, asante. Sisi mkataba wetu ni kati ya Ana Collections na Zainab. Kwanza sio Zailisa, Zainab. Kwa hiyo haya ni mambo ya kisheria zaidi. Contract ni kati yetu sisi Ana Collections na Zainab. Lakini tupende kumshukuru aliyekuwa mume wake. Tumeweza kunegotiate naye mambo kaza wa kaza. Kwa hiyo tutakuwa wachoyo wa fadhila tusipomshukuru yeye. Tunashukuru, lakini sasa hivi akatujulisha kwamba amepata management mpya, kazi zinatakiwa ziendelee, mambo ambayo yapo. Unajua kabisa kwamba biashara au ajira haihitaji hisia jamani. Kwa mambo mengine lazima endelee, afanye kazi, na sisi tuna project ambazo tunataka zitoke, ziko njiani, ndio maana tukasema tusaini ili mambo mengine yaweze kuendelea kwa sababu kazi zinasimama. Ana wapo watu wanaamini kwamba mume wake ndio alimuongezea mvuto wa kibiashara kupelekea baadhi ya makampuni yakamwamini kufanya naye kazi ikiwemo nyingi. Leo hii wewe kwa kuwashuhudia wa Tanzania, hilo vipi? Hata kama ni kweli alimuongezea, ndio unazungumzaje akiwa ameshaondoka? Labda hilo anaweza kalijibu mwenyewe, lakini
nachoweza kuongelea kuhusu sisi ni kwamba visibility ndio inamfanya mtu aonekane na nguvu ambayo inaweza kupush. Tukishamvalisha sisi, tumefanya upande wetu wa kumweka sawa aonekane. Sasa kuonekana ni watu wa media pamoja na influencing mbalimbali ambazo zinakuwepo. Yaani kuna strategy nyingi za kumfanya mtu mpaka aweze kuonekana. Kwanza avae, apendeze. Kwa hiyo naweza kusema kwamba kila upande umefanya kazi yake ipasavyo. Okay, Elisa, kwa kujibu hilo kwamba ni kweli mume wako alikuwa anakuongezea namna fulani hivi ya makampuni kukuona maana zaidi. Mimi sitaki kuongelea sana huko, lakini acha tuone. Acha tufanye kazi. Then tutaona. Sawa. Umetambulisha management hapo na unasema meneja yako unazungumzia. Tukikumbuka kwenye press hii ya kwanza wakati umekuja na aliyekuwa mmako wa Manara, nitambulisha kwa yeye ndio mpiga hapo. Kuna management mpya. Mkataba ulivunjika baada ya ndoa kuvunjika vipi? Kama nilivyosema mwanzo, hatakuwa na mkataba. Alikuwa ananisupport kwa sababu nilikuwa mke wake. Yes. Kuna namna yote Zailisa, ukiachana na hili, ni kweli umerudiana au unatarajia kurudiana na aliyekuwa mpenzi wako wa zamani Ubelo Makabila mara baada ya kujana mwenzako huko kwa dada yake na Vikoba? Hizo video ni za muda mrefu sana. Alafu sina mpango huo wa kurudi kwa yoyote. Niseme tu hivyo, sina mpango wa kurudi kwa yoyote. Sasa hivi nimeamua kufocus na kazi, familia yangu na maanisha kazi period. Yani sasa hivi vitu mtakavyoviona kwangu mimi ni kazi basi. Elisa, ukisema kwamba aliyekuwa mume wangu nafanya watu waamini kwamba tayari ushakuwa talaka. Kweli? Siko kwenye ndoa. Umeshakuwa talaka ngapi? Siko kwenye ndoa. Unaruhusiwa kuchumbiwa sasa hivi na mtu mwingine? Napumzika kwanza jamani. Yaani sheria za dini umeruhusiwa? Napumzika. Okay. Nikienda kwako nitarudi pia kwa Ana. Napenda watu nijibu 80 kama ni kweli. Too much. Watu wengi wanakimuona binti mdogo ndoa mbili wanatafsiri tofauti. Kwamba ndani ya ndoa mbili kuna na ndoa ambazo moja ilitoka hajamaliza mwaka, nyingine hajamaliza miaka miwili hivi. Kwako kuwasaidia watu ambao ndio followers wako, ndio wanaokupush, unapata matangazo, unaweza kuwaambia nini ndio endelee kuwa na imani kwamba Zailisa sio tatizo kwenye hizo ndoa, labda tatizo ni watu ambao wanakutana nao? Mimi siwezi nikasema mimi ni tatizo au watu nilokuwa nakutana nao ni tatizo. Wanasema sijui nimesahau hiyo kauli, lakini niwaambie tu ndoa sio mbaya. Na wasikurupuke pia. Ndoa sio mbaya, lakini pia wasikurupuke. Kila kitu kinakuja kwa wakati sahihi. Mtu sahihi anakuja kwa wakati sahihi. Kwa hiyo yani hivyo tu, wasikurupuke. Una imani mlikurupuka kwa sababu ulikuwa umetoka tu kwenye muda mfupi, hujakaa sana, mkafunga ndoa? Tuongelee vitu vingine jamani. Okay, ana collection hapo kwako. Jana kuna wasanii kama 3 4 wa filamu wana majina makubwa hapo kwenye ile Big 6. Mmoja wapo alikosoa namna ambavyo makampuni ya kibiashara yanatumia wasanii pale wanapotrend, zaenda kwenye matatizo au kwenye jambo lolote ambalo sio zuri, na wakatolea mfano swala la Zailisa kwamba amegombana na mume wake. First ameshaonekana anakuja kufanya press na inaonekana kuna kampuni itaonyesha ina renew mkataba au ina sign naye. Kwani nyinyi ikiwa mmoja wa watu mtazama vipi hiyo mnapoona labda mtu yuko kwenye tatizo kama hili ambapo watu wengi wanatamani kumsikia au kuona akiongea chochote, lakini nyinyi ndio mkatumia fursa ya kuweza kufanya naye biashara ambapo labda ningempa nafasi atulie kwanza amalize mambo ya ndoa? Okay, asante Vido. Kama nilivyotangulia kusema, unakumbuka nilisema ajira na biashara hazina hisia? Sio kama ulinielewa vizuri. Na hiyo mtu yeyote yule anatakiwa kulijua, hata wewe. Ajira na biashara zina hisia. Hii contract ilikuwa iko tayari muda mrefu na alikuwa ameshaipitia, pande zote mbili zilishaipitia na tulishalizia. Ilikuwa tusaini wiki ile, mimi nilikuwa nimesafiri kwenda Mwanza na Zailisa akawa na mambo mengine. Kwa hiyo imetokea hivi, tunahitaji kutoa project. Kwa hiyo hatuwezi kutoa project pasipo kurenew contract. Kwa hiyo vitu vyote vilikuwa katika mpango. Sisi tunayo a very good plan, strategic plan ambayo tunaifuata. Kwa hiyo hatukurupuki tu, tayari mazungumzo yalishafanyika, ilikuwa nimebaki kusaini tu. Na kwa sababu ni mkataba mpya ambao unakuja na kampeni kubwa ya vazi asili harusini, tukasema hatuwezi kusaini tu hivi, lazima kuwepo na uwepo wa media.
Kwa hiyo iko hivyo, ajira, biashara hazina hisia, kazi lazima iendelee. Okay. Hapo Madam Wana, Yes. kwa sababu ni mavazi pia tunatamani iwe yani beyond of Tanzania. Na juzi tu Zailisa toka kuposti kwamba caption ilielezea kwamba anaenda kuwakilisha nje. It means kwamba na mimi alimaanisha kwenye harusi ya Jux kama atakuwa sikosei. Ana collection tahusika kwenye uharishaji huo, na je, watu wa huko vipi wanaweza kupata hizi bidhaa za ana collection kwa Tanzania? Okay. Nadhani